Nikiingia kwa hiyo nyumba yenye tunaenda kupewa kifunguo, naenda moja kwa moja kutoa familia yangu penye wanaishi, ni wakuje niishi nao hapa. Mimi ni mzee mwenye kuna bibi na watoto wawili, na tulikuwa tunaishi kijijini hapa penye tunakaa hapa Marigo 4. Kana ile changamoto tunapitia, ile utapata umeenda kazini unapigiwa simu, moto imetokea, so unaona inakusumbua akili sana. Naenda kutafuta, maybe kuja kutafuta, saa zingine upati, unapigiwa simu nyuma. So ile changamoto tulikuwa tunapitia ya kijiji, nikasema umechomeka hapa, unataka kwenda mali nyingine, unataka kuhamia mali nyingine, hakuna mali mzuri. So bado unapata bado kwa kijiji. So nikasema pana, wacha nichukue familia niwapeleke nyumbani, niishi hapa kama bachelor. Ni mimi nitafute, nikienda nyumbani, nikitafuta nikipata naenda kuwatembelea. Nafanya kazi ya welding and fabrication. Natengeneza madirisha, milango, gates, grill, doors, stairs, natengeneza hizo zote. Ndio niweze tupata kazi ya affordable housing, hizi kazi za kusupply dirisha na milango. Tuliambiwa ya kwamba tuende pale kwa chief, tuongee, mafundi wakutane, waongee kuhusu zile wale mafundi wakutane kuhusu zile wenye wanatengeneza madirisha na milango. So tukakutana wale mafundi wengi, tukaambiwa tutengeneze vikundi ili tuweze kupewa kazi za dirisha na milango to supply pale affordable housing. But it was a long journey. So wengine wakatoka njiani, kwa sababu wanaona kama tukaende kesho bado, but tuliambiwa tufuatilie tu hizi tatokelezea. But my team wali proceed. Hapo awali hizo tenda walikuwa wanapea Wahindi, zile kampuni kubwa. But His Excellency the President William Ruto to recognize we can do it here in Juakali, badala ya kupea wale wameshainuka tayari. Sasa hii harakati ya kutengeneza hizi dirisha na milango kusupply pale affordable housing, tukaona kwamba tunaweza pata hizi nyumba, because hizi nyumba hatungeweza kupata. So unapata wenye walikuwa naishi hapa kijiji ndio wanaandikwa majina, unapata wamepewa card, wanapewa nini. So nilikuwa nashindwa na hii line tutapata kweli? Tukangangana tu na kazi yetu. So siku moja tunasikia State Department wanatutetea sana sisi wanajua kali. Wanatutetea sana. Wakatuambia mnaweza pendelea kupata hizi nyumba muishi huko ndani badala ya kuishi kwa kijiji. Wakasema tunaweza. So tulienda pale, tukapewa nyumba, tukaambiwa tujaze hizo maforms, tukaambiwa tulete KRA pin, tukaambiwa tulete tax compliance, hizo ma certificates zote tukapeleka. So tuna supply, at the same time we have benefit kwa kupata hizo nyumba, hizo rooms. Nitakuwa nimezindokea zile magonjwa za kila mara, homa, malaria, nini, sababu zile mazingira ya kijiji, Ndaro ndio hiyo, river ndio inapita hapo chini yetu. Maisha ya benye tunaishi yani haiko sawa. Sasa pale kila kitu iko clean. Hata ukiangalia nyumba yenye tumepewa pale ndani, rangi iko sawa, choo iko ndani, tunaishi ndani, choo iko hapo ndani. Hakuna ile tunasumbuana na jirani nje ama neighbor, ama unatoka nje unapata mtaro, mtu ametupa takataka karibu na mtaro. So tutaishi pale, tutaishi maisha mzuri. Mtoto akienda shule, anaenda shule akitembea kwa barabara imetengenezwa mzuri. Hii haujui hata kama mtoto ameingia kwa mtaro, maji imeenda naye, hauwezi jua kuishi kwa kijiji. Unasikianga tu simu, mama nani, baba nani, nasikia. So hizo vitu zote zimeondokea. Wale waamini, nawaambia waamini na wakuje wajaze nyumba na waishi ndani, na watoke kwa kijiji ama watoke zile area zenye hawaishi na maisha mazuri. We have an opportunity to provide them decent houses. They don't have to pay to go to the toilet. They don't have to pay more for water. They don't have to pay more for electricity. They can live like the rest of us live.